Na wengi wanajua kwamba akishasajili kampuni amemaliza kila kitu. Anajua tu naendelea kufanya kazi na nitakuwa na deal na TRA. Lakini kwa BRELA sisi still sheria ya msajili inakutaka mwenye kampuni urudi kila mwaka, kila baada ya ile anniversary date ndani ya siku 28 uwasilishe taarifa za annual returns. Sasa na taarifa ya annual return ni taarifa ya mwaka. Unakuwa una report kila mwaka kwamba okay, kwa mwaka huu kampuni bado eneo la biashara ni lile lile tulilolitaja mwanzoni, directors ni wale wale, wanahisa ni wale wale, wakurugenzi ni wale wale, mtaji ule ule, subscription ni ile ile. Kama kuna mtu alifariki, basi na maana kwa mwaka husika taarifa ile itasema kwamba fulani alifariki, aliondoka. Lakini hiyo taarifa kwamba alifariki lazima kulikuwa kuna mabadiliko ambayo tayari yalikuwa yashaletwa kuonyesha kwamba fulani amefariki, hisa zimeama. Kwa hiyo mwisho wa mwaka unairipotia tu kwamba sasa hivi wanahisa wamebadilika. Kampuni inapokuwa inafanya kazi na inakuwa inataka kupata tenda, inakuwa inataka kupata mikopo, inakuwa inataka kupata vyanzo ambavyo vinafanya kampuni iweze kukua na kuendelea. Sasa kwenye kupata mikopo au hizo fursa tofauti za kiuchumi, kuna baadhi ya taasisi za binafsi na zisizo za binafsi huwa zinataka lazima uwe umeleta the most recent details zako za kampuni. Kwa hiyo kwa BRELA huwa wanaomba zile annual return. Sasa unakuta kampuni toka imesajiliwa imekaa miaka 5 haijawahi kurudi kufaili annual return, haijawahi kuleta taarifa yoyote. Lakini waliopo sasa kwenye kampuni ni wengine, au ambao wanaenda kuiomba labda hiyo ni tenda au ni huo mkopo ni wengine, walioko kwenye msajili walishatoka miaka hata 5 iliyopita, lakini hakuna any taarifa ambayo ilisharudi kufanywa. Umeona? Kwa kutokana na hilo inapelekea unaweza kupoteza zile fursa za kifedha, unapoteza kule kuaminika kifedha. Na sasa hivi tuna implement the fact kwamba uwasilishaji wa annual return ni wa lazima. Kwa hiyo huduma yote ya BRELA huwezi ukaipata kama hujawasilisha taarifa za hizo annual returns au hizo taarifa za mwaka. Watu wanaumiza akili, wanatengeneza vitu ambavyo vinaenda kutatua changamoto za kiufundi kwenye jamii yetu. Hivi vitu wanavyovitengeneza vinalindwa. Let's say mtu amebuni product ambayo of course inaenda kutatua changamoto yote kwenye jamii. Alafu baada ya kuibuni tu ameshatumia pesa, ameshatumia nguvu, ameshatumia muda. Baada ya kuwa ameilaunch imeingia sokoni, mtu yote anaanza kuizalisha. Yeye anafaidika vipi? Yeye anawezaje kupata income kupitia ubunifu wake? Kama kila mtu anaweza kazalisha. Hapana, hawezi. Sasa nani analinda? Ni serikali. Serikali kupitia wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA ndiko tunakopokea maombi ya ulinzi wa bunifu za aina hiyo. Bidhaa mpya zenye hatua za kibunifu zenye matumizi halisi kwenye jamii zinazoenda kutatua changamoto mbalimbali za kiufundi zinalindwa kama TAZA kupitia wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA. Ulinzi kwa miaka 20 tangu ulipotuma maombi. Baada ya miaka 20 kuisha, ule ulinzi unatoka, yeyote anaweza kuzalisha. Kwa hiyo huwezi kuzalisha bidhaa ambayo imelindwa kama hujapata idhini ya mwenye kumiliki ile teknolojia. Beda Investment, hakuna neno limited. Hili ni jina la biashara ambalo anaweza kawa amesajili kwa kufanya biashara ya kuuza bidhaa za chakula au bidhaa za electronics ambazo kimsingi hakuna hata moja pale yeye ni ya kwake. Yaani yeye sio mzalishaji wa bidhaa. Ana duka la simu lakini yeye sio mzalishaji wa Samsung wala iPhone wala Tecno wala Itel na nyingine ambazo tunazijua. Sawa sawa. Isipokuwa yeye ameamua kurasimisha biashara yake kwa kusajili jina la ile biashara. Amejitambulisha kwa namna hiyo. Kwa upande wangu nilikuwa nafikiri kwamba ukishasajili kampuni basi wewe unakuwa umemaliza, inakuwa tena hakuna maana tena kwenda BRELA. Kumbe unatakiwa uende BRELA kwa ajili ya kuupdate taarifa. Lakini pia tumefundishwa masuala ya uvumbuzi, namna ya kulinda haki miliki na namna ambavyo zimekuwa zikileta shida ama migogoro ambayo imekuwa kule ipo BRELA na mnaifanyia kazi, kwa sababu wapo baadhi ambao wamekuwa wakipoteza haki zao na kusababisha mgogoro na wengine kufikishwa katika vyombo vya sheria. Mafunzo haya niliyoyapata mimi nitayatumia kuelimisha jamii, kuelimisha umma kwa kuandika makala nzuri na ambazo zitawasaidia wanajamii ama wasomaji wa gazeti letu waweze kusoma na kupata uelewa zaidi kuhusiana na BRELA, kwa sababu ninaamini watu wengi hawajui vitu vingi kuhusiana na BRELA, kama ambavyo mimi mwenyewe kama mwandishi nilikuwa sifahamu vitu vingi kuhusiana na BRELA ambavyo leo nimeweza kupata fursa ya kuvifahamu kupitia mafunzo haya. BRELA